Dereva na konda wake walimpandisha abiria wasipokujua ni binadamu halisi. Kilichokuja kutokea ni kupotea na wao kutokujulikana wapi walipo. Kabla hatujaendelea mbele, nikukumbushe tu, kama bado haujasubscribe channel yangu, gusa alama ya kengele, kisha comment na share kwa marafiki zako. Ilikuwa saa 11 alfajiri, baridi kali la asubuhi. Njia ilikuwa ni mabibo, ilikatiza baridi kali iliyopenya mifupa. Barabara zilikuwa kimya sana. Taa za njiani zilimulika vivuli cha daladala moja ambayo ilikuwa inapiga ruti zake Mabibo, Kariakoo, Mnazi Mmoja. Dereva aliitwa Musa na konda wake aliitwa Kasimu. Walikuwa wamezoea kuanza kazi mapema kabla ya foleni za daa kuanza. Walipofika kituo cha Mabibo, hakukuwa na mtu hata mmoja, kitu ambacho si cha kawaida kwa ruti hiyo. Kasimu akacheka kwa utani. Leo watu wamegoma kuamka au ni nini? Lakini Musa hakujibu. Alikuwa anahisi kuna kitu hakiko sawa. Wakaanza safari. Daladala ikapita kimya kimya kuelekea Magomeni. Barabara tupu, hakuna magari, hakuna watu. Walipofika kona ya giza karibu na usalama, ghafla mwanamke mmoja akasimamisha gari. Alivaa nguo nyeupe, amesimama peke yake katikati ya barabara akiwa kimya. Kasimu akafungua mlango. Panda mama, twende Kariakoo wai. Mwanamke akaingia. Hakusema neno hata moja, hakutoa sauti. Daladala ikaendelea na safari. Dakika chache baadaye, Kasimu akaenda kuchukua nauli, lakini kiti kilikuwa tupu. Akaruka kwa hofu. Musa, yule mama ameshuka lini? Musa akamwangalia kupitia kioo, macho yake yakiwa yamejaa hofu. Mbona hajashuka? Ghafla redio ikaanza kuwaka yenyewe, ikitoa sauti ya kucheza nyimbo za zamani zilizoharibika. Kisha sauti ya mwanamke ikasikika polepole. Mnakimbia wapi? Mnataka kuniacha mwenyewe ndani ya daladala? Daladala ikaanza kutetemeka, taa zikazima kwa kuwaka. Walipofika karibu na faya Kariakoo, kioo cha mbele kikaanza kubadilika. Kilionyesha abiria wengi, lakini si watu wa kawaida. Wote walikuwa wanatazama mbele bila kusogea wala kuzungumza chochote. Kasimu akapiga kelele, hao ni wakina nani? Musa akajaribu kupiga breki, lakini daladala haikusimama. Iliendelea kwenda yenyewe kuelekea Mnazi Mmoja. Ghafla yule mama akatokea tena. Sasa amekaa nyuma yao, uso wake umeharibika vibaya, macho yakiwa meupe tupu. Akasema kwa sauti nzito, hii ni safari ya mwisho wenu, hamtakuja kusafiri tena. Mwanga mkali ukapiga na kila kitu kikatoweka. Ghafla ile gari ikayayuka pasipo kujulikana wapi ilipoelekea. Asubuhi ilipofika, watu walikuta daladala imeegeshwa pembeni ya Mnazi Mmoja, milango ikiwa wazi, injini bado inaunguruma, lakini hakuna dereva wala konda wake wala abiria. Kilichobaki ni ubao wa mbele ambao ulibadilika
badala ya Mabibo Mnazi Mmoja sasa uliandikwa Safari ya Mwisho. Na hadi leo madereva wa ruti hiyo wanakataa kabisa kupakia abiria saa 11 alfajiri, kwa sababu wanasema ukisimamisha mtu wa ajabu kutoka kwenye giza totoro, huenda akipanda kwenye gari yako usifike unapokwenda. Kwa simulizi nyingine, usisahau kusubscribe, kushare na kubonyeza alama ya kengele. Hadi wakati mwingine.